So kwa kitu chochote ambacho unapata, ulitarajia kupata, so umepata 50, give thanks to God. Na unapoweka kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa shwari. Ukimtanguliza alafu wewe unafuata, because ukimtanguliza you will not stand. Yeah. Okay, kwa maisha ya binadamu, kila step unachukua lazima kuna zile changamoto unapitia. Je, changamoto kuigizaji na hii uimbaji? So kuna hii challenge ambayo kila mtu anaishi kusema. Nafikiri hata unaifahamu vile nimesema, kila mtu husema. Kuna inaitwaga finance. Finance ni inahoga main challenge, ambapo unapata kwamba unataka kufanya this project lakini fedha hakuna, unataka kufanya hii project fedha hakuna, ule maybe wa kushikilia mkono kukuambia kwamba fanya, chukua hii ndio fanya hii, vitu kama hizo hakuna. Lakini at the end of the day wanasemaga aje, hata ukianguka lazima usimame. So hata despite those challenge kama hiyo ikue, at the end of the day you have to stand. Unajua kwa sababu nikiamka tu leo asubuhi nipate nimekaa ndani ya 1,100, nikuje niwaimbie hapo, kesho mkiniita kwa show nikuje kwa interview, I will not have that testimony to give you what I went through. Lakini if I go through that challenge kwamba ati sikuwa na finance, lakini I had the finance, nikakuja nikapata finance, I will motivate somebody listening to me who wants to release a song that kwamba he doesn't have finance for now, but he trusts on God, because fedha na dhahabu ziko kwake. If you trust in God, so that one will not be a challenge. So on my side, that one siwezi kuwa kwamba hiyo ndio challenge, because that one maybe is just a footstep for you kusonga mbele. So main challenge inakuwa ni kwamba kama kwa uigizaji kuna ile naita kama ethical and non-ethical. Yani unapata filamu fulani ukifanya, it will promote negatively to the youth and positively to the youth. So unapata uko na content niyo, lakini unapoangalia how will it benefit the youth? Unapata if I release this one, it will motivate the youth negatively. So to avoid going to that direction, I have to leave that. So unapata una delay ku release content kwa sababu ile content ulikuwa nayo inakaa ita motivate watu negatively, inabidi unaiacha. So you have to focus because sisi ni kioo cha jamii kama watu wa sanaa. So kile ambacho ninafanya jamii itachukulia aje? Wewe vile unafanya hivi, will it motivate the society or it will demoralize the society? So kama kioo cha jamii, we have to look what we want to portray to other people there. So mimi that kwa uandishi hiyo ninahoga main challenge, that kwamba I have to weigh how will the community view this water I'm supposed to do it there. I don't know kama maybe kwa wengine inakuwa challenge maybe, lakini because ndo tunazidi kuendelea, with the time we will come to know, because kuna filamu zingine nafikiri umesikia kama kwa runinga kwamba there's this guy who killed the mother, the house help. At the end of the day alisoma novel and he saw the movie. That was the motive for him to do the killing. So you can do that if wewe umefanya kitu kama hiyo, you have you have made someone to lose lives of people. So ni kitu gani unafanya at the end of the society? Instead of impacting positively, we end up negative. So mimi on my side, that one is the main challenge mimi wanapitia kwa uandishi. Hiyo ni ngumu sana, sijapata watu wengi wakiwa na hiyo changamoto. Now tuseme ukiingia uigizaji, talk about the society, the community. Yes. Wewe mwenyewe wakati uliingia kwa usanii, what was the perception of your family? Babako, wazazi, marafiki, ndugu zako, what was were they at least kuambia go do it, ama walikuwa wanakukanyagia chini wakisema do something else, find something to do? So on my side, my parents have been so supportive, because mimi yenyewe like kama unapiga hustle at the end of the day, bado unakuja unafanya sanaa. So mimi nimefika to that one extent that kwamba nilikuja nikarealize my mother is so supportive. There's a day that it came that kwamba I was earning, lakini hata sumuni yangu waoni. Lakini it never came that day atakuja kuniuliza na kijana yangu amboko mbona hata unipiga kitu. He understood that kwamba I'm investing for the production of that movie. Like when I was doing the investment of The Unfortunate Love, that movie, I invested a lot on it. Na mwisho wa siku hakuwa not even my single penny. There's this friend of mine called Samuel. Akaniuliza, bwana wewe ufanye kitu bwana, usikwe tu tunapata hivi pesa na inaenda kwa filamu yote, do kitu, fanyia kitu madhe. There's this friend of mine called Samuel. Wana nisukuma sana. At least ukikuwa na watu wenye ukikosa kitu anakuambia bro leo hii sijafurahia. So wale wakiniambia madhe vile unafanya hivi leo sijafurahia. Lakini so hiyo nilikuja nikarelate, my parents were so supportive because they knew that kwamba the work that I was doing I was not earning much. So the little that I used to earn, let me invest in that film. Na hivyo ndo walichukulia. At the end of the day, the film is out here. Unfortunately
Unfortunate Love part 1, we are working out on part 2. Okay. Yes. Zinapatikana kwa mtandao ama ni wapi? Iko kwa mtandao ambao channel ni Oyando Amboko, hiyo ndio channel ya filamu, na ya uimbaji ni The Fourth Man Music Ministry. Okay. Yes. Amboko, Amboko, you said Amboko. Oyando. Yeah. Oyando akona mchumba, ameolewa ama anachumbia mtu? Yaani ulisema tu swali lazima uulize. Hapa kwa Love of Theo lazima. Amboko kwa saizi bado hajaoa. Lakini majaliwa huko mbele Amboko atakuwa na mtu. Atakuwa na mtu. Amboko bado anapiga darubini. Unajua, by the way, when it comes to marriage, sa muda mwingine lazima unafaa uwe mwangalifu sana. Saa zingine unaweza angalia marafiki, mwisho wa siku you end up unapotea. Atu jamaa tulisoma nena kuna watu wawili, mimi nacheza hapana. At the end of the day, enda tu dogo tu. Alafu mwisho wa siku God will guide you where you are supposed to go. Because what you have to do kama upande wa kutafuta mchumba ama kufanya vitu vingine. Unajua zingine tunakimbiliaga hivi, but there's some things that we are not ready, we are not sure if we can take care of them. But when we realize that kwamba I'm able to do this and this, then at the end of the day, go for it. Yeah. Because wewe time yako ikifika si time kama yangu. Neema ikikushukia, neema yako na yangu ni tofauti. So wewe time yako ikifika maze, go for it. And at the end of the day, remain faithful. Yeah. Kuna ule wakati unasema unafanya kazi kanisani, mwigizaji nini. Kuna ile wakati umepata mrembo fulani vitu vyake, unajua binadamu wako na upungufu fulani. Yeah. Umepata mrembo fulani tu ameanza kukufuata kwa inbox, kukusumbua kutafuta hiyo njia ya kimapenzi hiyo ama ya mapenzi. Mwisho wa siku kuna ule mtu anajua, kuna ule wanasemaga mtu wenye matunda ndio unapigwa mawe. So anapoangalia huyu ndiye ako na kipaji, wacha sasa nifuate. At the end of the day kuna wale wanakufuata. Mimi pia kuna myasha inifuata to that extent, lakini at the end of the day unakuja unaangalia mtu yes ananifuata ndio, lakini at the end of the day at one point I found someone mwenye alikuwa ready to change what she's doing because of me. Lakini unaona kwamba she was trying to change all this because she wanted to have me. It's not that because she wants to change for a better life. So na mtu kama this person unapata kama tuseme upate msichana ambaye alikuwa anafanya usharati ama alikuwa kwenye club ama nini. This person maybe ukimforce ata change kwa sababu anataka kukuoa. Lakini mnapofika pale kwa nyumba atakwambiaje, ulinipata wapi? Kwa club, so let me go. So changamoto kama hizo ndio pia tunaangalia. Unaangalia huyu mtu yes amekufuata, amekufuatilizia hivi. So changamoto kama hizo kwa filamu, kwa uimbaji ziko, lakini mwisho wa siku you have to stand with your principles. Because kama there's this challenge ambayo nilipata juzi and I shared with this producer of mine anaitwa Caesar, and I made this challenge to him, nikamwambia umekuwa kwa industry, umekuwa ukifanya shootings and the likes. Unapopata umeitiwa kazi ya kufanya filamu, kama unaona hizi filamu zenye ndugu zetu na dada zetu wanafanya wakiwa uchi, wanasema tu bora upate speaker tu you can dance. So filamu kama hizo so zile filamu mtu anakatika, unafikiria ile nguo yenye amevaa maybe kipande yake ya nguo ilibaki kwa fundi, nguo kama hizo. So I asked Caesar, so wewe kama director unapofika hapo unafanya, because I'm looking forward to that. By the way, Caesar is my mentor upande wa directing. So nikamuuliza unafanya, akaniambia so your mentality should not be that kwamba kile ambacho wanafanya, but the work that you are doing. Because unapoenda pale with the poor mentality, unafika pale hivyo, the work that you give out there si nzuri. Lakini at the end of the day, your perspective, you are there because of work, then focus with work. Okay. Yeah. Jambo lako la mwisho kiangalia kamera kwa watu wa Love of Theo. So people of Love of Theory, what I want just to say to you, believe in what you are doing. Then remember there's something that God is doing behind the scene that you cannot see. So sisi wote tumetunukiwa uhai na Mwenyezi Mungu. So we have to do what we can do. But what we cannot do, let us leave it to God. Bwana Yesu asifiwe. Nimesahau tuko kanisani. So what you can do it. But what you cannot do, leave it for God. Na kile unafanya because wasemaje, we have to give thanks because kuna vitu ambavyo Mungu anafanya ambavyo sisi hatuvijui. So kwa kitu chochote ambacho unapata, ulitarajia kupata, so umepata 50, give thanks to God. Na unapoweka kila kitu kwa Mwenyezi Mungu,
kila kitu kitakuwa shwari. Ukimtanguliza alafu wewe unafuata, because ukimtanguliza you will not stumble. So unaga the walevi wana stumble, anasema if you trust in him you will not stumble even at night. So unapomtanguliza kwa hii mambo na filamu na uigizaji, you will not stumble. Watu wataulizaga na huyu jamaa tumuonagi kila siku ni content after content, because there is somebody who is preparing a way for you. Yeah. Hey, ladies and gentlemen, it has been a nice time with Oyando here, brother Oyando hapa, na nimebaki tu sasa, nimeingia spiritual life. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, na maisha tuendelee kupiga maisha. Like, subscribe and watch. Tuendelee mbele. Thank you so much. Bye bye.